wamefungua milango na wakubwa wa polisi. Wakagari kako kakiingia unaona kanaambiwa kakae kado. Mtu mwingine anakuja na hata si hajui hana level, ni driver. Anakuja na kile jirova kikubwa. Anakuja unaona polisi wote wanapiga salute, wanamfungulia mlango. Maana the strength it is in the car, not in the personality. Huyo watu sisi wawili tukienda tuweka gari parking pale, tukuja mguu, sote tutafanywa search tukiulizwa umebeba nini, unaangaliwa, nani, hawajui. Lakini sasa huyu mwenye aliendesha kigari sema si wewe ndio umenifungulia ile gari ile, utakuta bado yeye anafanya nini? Because they are not respecting the person, they are respecting the strength. The strength is the car ile imebeba. So the strength in us is the Spirit of God. The power of God that is in us, the speciality of what God has put in you, that is what makes you become respected, become mtu mkubwa, become mtu wa maana, become mtu ambaye anakubalika na kila mtu. Maana watu wameona uwezo wa Mungu ulio ndani yako. Sasa ndio watakimbilia. Watu wanatufuataga because wanasikia ukienda kwa fulani akikumwombea anapona, ukienda kwa fulani akikuombea utapona. That is the reason people come and sit under you, because this is what will make people to be attracted to you. Jesus wakati aliangalia atazunguka siku nyingi sana akijaribu kutafuta viwete ya vipofu waweze kumfuata. What he did, alitengeneza pombe. Pombe is a popular drink. Ni kitu popular. Ukienda kwa Kenya mzima, pombe ni mingi kila kona za Kenya. Na watu wanaiheshimu, na watu wanaipenda. Yesu alienda akatengeneza muratina. Muratina dramu mingi, watu 5,000 wakakunywa. Kila mtu alienda kiba. Huyo ndio manact. Ndio ilifanya huyo mtu aonekane popular na akajulikana. Dunia mzima ikajua Yesu. Baka wa leo, kile kilifanya Yesu ajulikane ni pombe na samaki mbili na mkate. Si viwete. Viwete vilikuwepo. Kama ni mimi nikiasa na viwete, maana ndio Mungu wangu aonekane, lakini alienda kwa pombe. So ni nabiaga watu wengine hapa, wacha kujali kama ulikuwa na mesa kamkebe kamoja, don't worry. Yesu mwenyewe alitengeneza, si wacha kumesa. Yesu mwenyewe alitengeneza watu wakakunywa. Watu 5,000. Unafikiria kuharibu vichwa watu 5,000 ni kitu rahisi? Na ni kitu mzuri. Mungu mbinguni alikuwa anafikiriaje watu 5,000? Akina Magdalene walikuwa watu wazuri wakitembea hivi. Ati waliokea ni kama roho alichuka kwao. Because of the glory of God. That which you do, that which God has inspired you inside you, hiyo ndio inakupatiaga heshima. So who is in you? Is it God or the devil? Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema just be in the strength of him. Tukiwa katika the strength of him, then you become powerful and strong. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse number 11, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. That you are able to stand against what? The schemes of the put armor. Yani, jivalishe vazi ambalo linaweza kupigana vita dhidi yako. Kujivalisha vazi ambazo linaweza kupigana vita zako, it is when you stand upright. You walk according to the will and the plans of God. You do what God has instituted you to do. You move in the direction that God wants you to be moving. You do the will of God at every single moment. You be in the will of God. Therefore, when you are in the will of God, no weapon fashioned against you that can win against you. Watakuinulia uchawi, watakuinulia fitina, watapigana na wewe, and nothing will stand against you. You will always be prosper. Utaendelea licha ya uchawi. Watakuwekea uchawi kila mahali utaenda. Anywhere you go uchawi itakuwa. Anywhere you go fitina itakuwa. Anywhere you go masengenyo itakuwa. On whatever that you do in this life, masengenyo itakuwa. And all this is planned against your destiny. That is why they are sengenyaring you. That is why they are fighting you. That is why they are trying to break your leg. That is why they are trying to break your dignity. That is why they are trying to do anything that is against you, just to make sure that your destiny has been touched. And because they just want to delay your destiny by a second, not by a minute. Let me tell you, it is not minutes that decides somebody's destiny. It is a minute, a second, just second. God works in microseconds. And in the microsecond, it will affect the second. And the second will affect the minute. And the minute will affect the hour. And the hour will affect what? The day. If they touch on your second, that is it. A person does not die in 2 seconds. He dies in a second. A person is not born in 2 seconds, but is born in a second.
The fertilization, ile egg na ile egg ikikutana, it's just a second. That's 1 second. Hiyo second. Kila kitu kimefanyika. And this is where God now operates in seasons and in times. And when God is operating in seasons and in times, he operates in seconds. He does not operate in minutes. He does not operate in hours. He doesn't operate in days. It's just 1 second that you need for your life to change. Just 1 second. That's all you need. You don't need even to do a lot of things. You don't need to be in a lot of places. You don't need to be doing a lot of things. Just 1 second is enough for God's encounter, for God to change your life, for God to make things work for you, for God to make things move the way they are supposed to move, because God has a plan. And in the plan of God, there is success, there is win. In the plan of God, there is victory. In the plan of God, there is growth. In the plan of God, you are going somewhere. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you find that you are failing, things are not working. Like now I gave you an example of this auditorium. Things will work if all things are moving together. Bwana Yesu asifiwe sana. My preaching will become good and visible if all things are moving together. The praise and worship must move with me. The people in the media section must move with me. The intercessors, the prayers, people who pray. And this is why we normally call for prayers every time, every day. Sio kukuja kukaa, naonanga mnakuja kama mnakaa mnangojea kuhubiriwa. That is wrong. This will not work for you. Yes, it might work for me, yes, because I'm preaching, because mimi nimefulfill. Lakini kwako wewe ulikuja ukakaa, umengeja tu umekaa hapa ungojee uhubiri. No, once you take time, come 2 hours earlier, 1 hour earlier. Si kuja kugegoja hapa uone na pastor. Tufuta kona yako pule, endelea kuomba. Connect yourself. Ndio hata mimi nikikuja, neno ambalo nitaachilia litaigia vizuri, maana already the ground is fertile. Lakini sasa ukikuja hapo umekauka kama garako, ama umekauka tu kama ile mti ya mtarakwa, wewe hata nikiachilia neno halitazalika kwako, because already you are not fertile. I want to discourage completely. Wale watu mnakujaga kukaa hapa mngoja kuhubiriwa, I want to discourage you completely from this church. Please, if you cannot come na uchukue nafasi yako uende kule uombe, ujiobe, wacha kukuja hapa, because you are wasting my time and you are wasting your also time. Hata nikiachilia neno barikiwa, hautabarikiwa, because the soil is not fertile and is not ready to produce. So why should you? Umepoteza wakati yako ndio wewe ulikuja ukangalia ukakaa hapa hivi, leo ukaacha kuangalia TDJX ya kihubiri. Ulikuja kwa TDJX. Si ukionea TDJX nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ungeonea TB Joshua nyumbani, ungeonea Moiro nyumbani, haungekuja kumuonea hapa, ungemuonea nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. This is an altar that you come and connect yourself. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kama unanielewa. This is an altar. You don't need a touch. You don't need your pastor to touch you. You don't need me to come and touch you. No, you don't need. Because already you are in a sanctuary that is cleansed. A sanctuary that has a fertile ground. A sanctuary that is grounded well for the word of God. Once you enter there, you enter in the territory where God is operating. And therefore you need only to connect. And everything that you wanted will happen to you. It is not me who connects. Mimi niko hapa kama representative wa biguni. Na sio mimi nafaa ku connect. Wewe jiconnect tu. Plug in maneno yako. Just plug in. And fire itakuja. Moto itaanza kuwaka. Kila kitu kitafanyika katika maisha yako. And this is how to fight for your destiny. Destinies are not fought by your pastors. Are not fought by your apostles. Are not fought by your elders. The destinies are fought by you. Understanding and knowing. This is my destiny. I want to connect. I want to empower myself. I want to move and do as the will of God is. Don't come and sit here. Please don't. There is no room for you to sit here. No. If you are not praying, just go kula madasi pale ije na ukae huko ije, because you are wasting your time. It's not I'm chasing you away. But why should you come? Unakalia kiti. Unajua ni sponge. Hiyo sponge inaendelea kubodeka. The more you are sitting on it, inaendelea kubodeka. Unatupeleka hasara na wewe mwenyewe hakuna faida unapata kwako. So unaleta hasara kwetu na unaleta hasara kwako. Na unaleta hasara kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Come and pray. Hiyo kiti hata kibodeka ukiomba, ukikalia hivi ukiomba, baraka ikuje kwako, Mungu atakufungulia milango. Siku 2 days later ama 1 month later, tutaona umebeba viti kama 6 umetuongezea hapa. Kwa sababu there was a breakthrough. Lakini sasa hakuna, utuletei kitu, umekuja, uikalia ugetekeu, nikinogire, ikirakoria wewe uliokerera leo urethiere. Maana hata kiti naogeaga. Ipatie pressure, ipatie freedom uyoge. Basi hiyo ingine tuele basi. Bwana Yesu. Our fight is not against the people you.
Bwana Yesu asifiwe sana. On earth, we are fighting against the rulers and the authorities and the powers of this world's darkness. It is not about the people. I'm not fighting you. I am fighting that thing that came brought you from home. Ukuje wagalie kasanema hapa kwa simu. I'm fighting hiyo kakitu kalikutoa home. Ukuje wagalie TDJX hapa. Ukimwagalilia home, ukimuona. Ukimwagalilia kule nyumbani, ukimuona, maana ha connect you kwa hii building, but you have wasted your money from home. Umelipa tikiti bure, umekuja hapa, utatoka bure, urudi nyumbani bure, because you expected a hand. Why should you expect a hand when you have a relationship with God? Build the relationship, because our fight is not against people. It's not about you. We are fighting against the rulers. There is a ruler in you. There is a king in you. Kuna mfadhamaki, kuna spirit iko ndani yako. Na hiyo spirit ndio inakufanya ukuje uangalie hivyo vitu. Hiyo spirit inakwambia sasa ni wakati wa kuangalia porno. Yaani ukiscroll hivi na scroll, unaona hiyo ni mhubiri fulani, hiyo ni mhubiri fulani. Ya tatu unaona hata unaangalia unakuta ni farasi na puda ama ni kuku na kuku. Una stop kuangalia kwanza. Na wewe ni mama msee, na wewe ni baba msee, na uko na mke wako hapo, hata mke wako ndio anakuletea chakula, una stop kidogo kuangalia kuku. Na ni kama hii, na unaona hii kuku imerukilia vizuri. Na unaona smile. Yaani mpaka unashindwa, uko na mke kwa nyumba lakini unaangalia kuku, because it is a ruler. Ni wadhamaki. It's a spirit that inatukontrol, inapigana na sisi. Hii spirit inakuja ndio ikodoe. Maana uliruka Ndura Waruinge akihubiri, ukaruka Harrison Ng'ang'a akihubiri, ukaruka nani akihubiri, ukaruka. Ukaenda ukapata kuku, mafarasi ya maubwa. Na unajua sasa ubwa kila unaanza kuangalia hata hivi mpaka unashindwa. Unakuta huyo mtu ambaye amekodoa jina yake, jicho yake kodoa, anatumia internet yake, anatumia bado zake za shilingi 500 kuangalia ubwa badala ya kuangalia mhubiri bali alikuwa na neno lake. Because is what? The rulers and authorities. Rulers ni wadhamaki, those that control. Authorities is the power that triumphs over you. And that is why Jesus said, you triumph over snakes and scorpions, and they will not be able to hurt you. Because this is what we are fighting. When you have the power, the kingdom have the heavenly power, you are able to dominate, to kill, to disseminate, to destroy every aspect of a ruler that is in you, or an authority that authorizes your movements. Because an authority is there to authorize what you are going to see, what you are going to hear, what you are going to say. It is there to authorize you where you are going to go and where you are not going to go. Sasa ukijikuta kwa mabaa, ukijikuta kwenye usherati, there is an authority ambayo imekuauthorize. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo kuna kitu kimekusukuma, kuna kitu kimekupelekea mpaka, and this is the authorities that you are fighting. We are not fighting the man himself. We are not fighting that woman. We are not in that child. We are not in the body. We are not after the body. We are after the rulers and authorities, and also the main person, the powers of this world's demonic arena. Kuna power zimejificha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio uliona tulienda mkutano mkubwa wapi? Tukaenda mkutano Jakarada. Sababu ya kufanya hivyo, mwanzo kabla ya kwenda Jakarada, we dealt with the rulers, we dealt with authorities, we dealt with the powers. Ndio tuliwaita wapi? Tuliwaita hapa wote kwa Kigogona. Hatukuwapeleka kwa kiwanja kwanza. Tuliita mapasta, tukaita mahoka, tukaita waizi, tukaita magunzi, wote wakakuja kwa hii nyumba, kwenye hii madhabahu yetu. Ndio tuweze kumaliziana na hawa hapa. Tukienda kwa kiwanja, tunaenda kama tumewashinda. Ndio uliona wote walikuja. Maana we had already defeated. You fight for your destiny to come through. I had planned this meeting 2 years ago, 1 year ago. Ndio tulikuwa tumepanga hii Nairobi Caravan. Tulikuwa tumeipanga mwaka uliopita, ikakuwa sabotage. Na waliokuwa wakiipaga ndio waliipiga. Maana walikuwa maagenti wa shetani, waliotumwa kwende nenda to the center, nerve center, mwende make sure this thing does not work. So until now I realized, wow, the thing has been sabotaged from the nerve center. What did I do? I started removing one by one. Nikang'oa mmoja baada mwingine. Ngang'oa kwa sababu ninajua Mungu ananiambia ni huyu, ni X, ng'oa. Ni J, na ng'oa. Naenda ni M, na ng'oa. And this is what is supposed to be done with you.
For you to know your success, ujue mahali unafaa kuenda. Angalia the people around you. Angalia huyo mwanaume mko na yeye. Angalia huyo mwanamke mko na yeye. Angalia huyo mfanyikazi mko na yeye. Angalia huyo secretary wako. Angalia huyo mtu yoyote that is around you. Look at them and see, are they part of your destiny? Are they part of the move that is happening in your life? If they are not part of the move, stop what you are doing first. Deal with the enemies first that are around you. Once you deal with them, I am assuring you that you are going to make it easily, because the one wanakumalizaga. Shetani hakuenda nje. Shetani alienda kwa compound, alienda kwa shamba ya garden, akakuta mama, akaongea na mama, akaambia mama kula tunda. Mama akakula tunda. Mama hakukula matunda ya nje, alikula matunda ndani. Maana matunda, you fight it from inside. You destroy it from inside. When I discovered I'm not going to make inroad kwa hii caravan, nilivuja hiyo vitu zote. Lakini nilienda moja baada mwingine. Ilibidi mpaka nihamisha ofisi. Nikahamisha ofisi, nikaipeleka bali, ndio kudisorganize hawa watu. Nilipoipeleka bali nikaivuja, huko bali nikaifuga. Wakakuwa disoriented. Sasa hawangerudi hapa tena, maana walikuwa shaharibu hapa. Bwana Yesu sasa ile kitu walifanya, kila mtu alienda direction yake. Ndio nikatengeneza timu ya kwenda huko. That is how you need to do. That is how you need to operate in life. Don't usiogope ile hasara unaenda, ogopa ile destiny inaharibiwa. Usiogope ile hasara utaenda saa hii. Hapana, don't fear. Hata ukiruhusu milioni 10, angalia your future. Your future is not 10 million. Your future is 10 trillion. Dollars, not even shilling, dollars. Your future is a billion dollar adventure. That is your destiny where it is. So if umepoteza, unataka kupoteza milioni 10 hapa, yagusha, wacha sichomeke, because of your 10 trillion. Bwana Yesu asifiwe sana. Then from there you choose. You get the right people in around you. Watu ambao wanafaa. Wale watu ambao wametumwa ama wametumwa na Mungu. Wale watu ambao they are carrying your beat. Mami, nilishaambia mama mke, hebu simama, enda pale ujifaguse mwasho hivi pale. Amirara, ni shetani sasa mwambia usisikilize hiyo, maana hapo ndio amegogewa. Sasa tumsaidie aoge uso akuje asikilize, ndio aende arekebishe maisha yake. And this is what we need to do. Therefore, what happens in us is that when you are getting into your destiny, you need first of all to identify who you are. And the moment you identify who you are, now start asking God, send me the people that carries me, the people that were born because of me, the people that were born and they are on earth because of my destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Bring them on and they will be brought. Some of them wale wataletwa kwako ni watu ni viwete, ni watu hawana macho, ni watu wachafu, ni watu wananuka, hawana chochote, ni masekete tu ya watu. Hao ndio Mungu atakube, hao they are the destiny carriers. Because David hakubarikiwa, hakuja hapa. Wacha kujificha huko nyuma, kuja hapa. Na kukae mtu karibu na ile nyahunye kwa wapi? Ikae karibu. Akilala kidogo unagoga hapa. Baka asikie hiyo neno, because you ni kufugwa amefugwa. Na shetani sasa anamwambia wacha kusikiliza hapo, maana wanataka kukufugua. Utafuguliwa leo, lazima utaenda free. Bwana Yesu asifiwe sana. Because once you have that network, you are God anakuambia who you are. And then once you know who you are, ask God to give you the right people for who you are. Bwana Yesu asifiwe sana. And then there, mind you, when you start getting into your destiny, the first people to arrive to you watakuwa the wrong people. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mimi nilifikiria kufungua kanisa, the first people ambao walikuja kanisani ni mikora YouTube. Neja girishi atumia. Walikuja wa kanisa round, wanawake 20 wa kanisa round, na wakaniambia sisi ndio financia, sisi ndio tutakulipia nini, ndio tutakulipia kanisa, ndio tutakulipia. Kube nilijifunga na mambo ya kishetani. Alafu baada ya kukubalisha, tukatengeneza timu, wakalipa kanisa, wakalipa kila kitu. Sasa kube walifanya dawari. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what you need to understand. That those wrong friends, when they come, they make sure you have a covenant with them. And they tie you to the covenant. Sasa kujitoa hapo itakuwa ni matanga. Walikuja, wakatoa ile pesa walitoa. Hawakuwa wanalipa rent, walikuwa wanalipa dawari. Hawakuwa wanalipa kiti, walikuwa wanalipa dawari. Hawakuwa wanalipa pulpit, walikuwa wanalipa dawari. Ndio wakukamate nayo. Na wakamake sure wameweka hizo vitu kwenye madhabahu. Ndio hiyo madhabahu yako ikukamate. So that they will now start dictating you. Eventually walirudi wote, hao wote walitaka kulala na mimi. Because wamelipa dawari. Na sina uwezo wa kujinasua.
Bwana Yesu asifiwe sana. So those are the wrong people that will enter into your life. And if you dare sleep with them, because of the dowry wamelipa, wanakumaliza. Hautarudi tena, hautasimama tena. And that's why walingojea nikufe wakashindwa. Walingojea ministry ifungwe, maana they were sure, pretty sure, walipotoka walijua wamefunga kanisa. Hata sahi wameenda sasa huko, wako makona kona wakijua, wakifikiri, wakigojea, wakijuliza ni kwa nini hii kitu hifanyiki. Maana already they paid the dowry. Sasa hiyo kitu inatolewa kwako. Hiyo kachai Magdalene nilikupeleka Serena nikakununulia. Wewe ujiulize kama nikadawari nililipa, ama nikapege, nikamshumari niliweka ambao ninaletaga vitu zangu vya kishetani, naleta kiubwa kimenuka na hang, naleta kipaka kimenuka na hang. Maana kamshumari nikagu na nililipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu jiangalie tumitugo toko, tumitabia toko tu unafanyaga. Uangalie kama nikadawale kalifanyika. Na kadawale hako kama kalifanyika, itakuwa gumu kujiondoa kwa hiyo dawali. Maana hautarudisha, maana haujui umenunuliwa. Hujui nimekununulia chai gapi, nimekununulia ugali gapi, nimekununulia tuguo gapi, nimekupatia pesa gapi yangu. Hiyo pesa nilikupatia, it is has a commitment. Sio pesa ya bure. Hiyo kachai nilikununulia si kabure, hiyo kaugali nilinunua sio kabure, kalikuwa kadawale na commitment yangu pia ukiaccumulate utakuta imefika shilingi 1500 na wewe hauna hiyo 1500 kukaso. Unikiotora kama ina tena. Ndio naona umesuguka maana umefukwa. Unajaribu kutafuta bibi wako wengi unakuta wako, but you are unable to make a decision because umefugwa. Bwana Yesu, bwana wako wengi Magdalene, wengi sana, lakini you cannot be able to choose. Kama ni Ndura, unashinda, unakaa leo ni Ndura, kesho nakuta ni Kenyajui, kesho kuta nakuja ni Mwagi, kesho kuta nakuja ni Onyago, wanaleta kwa sababu kuna spirit of confusion iliwekwa ndani yako. Kwa sababu ya ile matoleo ilitolewa kuhusu wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. And these people were meant, walikuwa strategically positioned in my life. Wakati ninaanza destiny yangu. Destiny yangu ni kanisa. Destiny yangu ni what you saw. Hapa ujakarada. Ile kitu uliona Jakarada, that's my destiny. But this destiny has been fought. Imepiganwa all the years tumekuwa kwenye ministry. Na ni nani walipiga? Ni wale tulianza na wao. Maana hawakuwa na intention ya kanisa. Walikuwa na intention ya nilale na wao nikule tuda ya katikati. Nikikula tuda ya katikati sasa ndio nitajaza kuambia Mungu niko uchi. Bwana Yesu asifiwe sana, because already I have been removed from the plan of God. So these things they come and commit you to them. Wanakushikanisha na vitu vidogo vinakuondoa from the destiny. And the moment you are removed from the destiny, for you to recover, you have to pay back the dowry. Maana kuna kitu wanapelekaga mbele ya Mungu kwenda kusema huyu mtu ni wangu maana nimenunua. Ndio naona shetani ako na claim, ako na legal claim about you. Whenever you want to move to the destiny of God, shetani anataka naambia Mungu mtu ni wangu. Na Mungu akijua wewe ni mtu wa shetani na umetolewa dawari, Mungu anawachanaga na wewe baka umalizane na shetani ndio ukuje. Because we surrender. We give ourselves to the devil, we give ourselves to God. You have to. And if you are giving yourself, unakuja hapa kanisa hii, unataka kuingia kwa hii kanisa, unataka kuwa mshirika, lazima nikuulize ulikuwa unatoka kanisa gani? Yes, unaniambia nimetoka Full Gospel. Nakwambia mhubiri wako anaitwa nani? Anaitwa Kenyajui, nipatie namba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nitampigia simu. Ama nimuulize, ama nikufuatilie pole mpaka nijue kama ulikuwa huko. Na nitauliza maswali huko. Huyo mtu ndiye atoroke akuje hapa. Alikuja hapa ni nini alikuwa amefanya huko? Maana wengine hapa mmekuja ni waombe na hamwezi kukuja hapa Sunday, mnakujaga hapa Wednesday kwa sababu ni siku ya maombi. Ukikuja hapa Wednesday kwa sababu ni siku ya maombi, Sunday hukujagi hapa. Mbona hukujagi hapa Sunday? Alo. Mbona hukujagi hapa Sunday? Ni kwa sababu gani? Kwa sababu uko na kanisa committed. Bwana Yesu asifiwe sana. Kule unaendaka kutoa sadaka zako, kule unaendaka kufanya vitu zako, kule unafanya kufanya biashara zako, ni huko kwa kanisa Sunday. Na hawezi kukuja Sunday hapa because wewe ni asha kule. Hawezi kukuja Sunday hapa kwa sababu wewe ni secretary kule, ama wewe kuna kazi unafanya kule. Lakini Wednesday una sneak unakuja. Sasa una kiswali ni, hiyo umekuja kutafuta hapa, si umekuja kutafuta kwa nyumba ya Mungu? Kwani kule huko hakunaga Mungu huyo umekuja kutafuta hapa? Mnajiuliza kama swali kama hiyo? Ndio huyo muone amekuja hapa. Kule amekuja anaendaka every Sunday. Hakunaga Mungu ndio akuja hapa apate huyo Mungu hapa, ama Mungu wa hapa wa Wednesday ni mkubwa kuliko Mungu wa Sunday. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is the hypocritical move that we Christians have. Because we pretend a lot. Wewe ni mkora. Na ukikuja hapa uliambia mtu wa kwenu ukamwambia namna gani?
ati nimeenda kuona mama mwingine Kenyatta Hospital, alizaa mtoto ama anafanywa operation. Hausemagi umekuja kanisa? Hapana, hata pasta wako hajui, na unakaa kule nyuma ndio kamera isikumulike, na mnafurahi sasa hakuna kamera ya mbele. Kama kukikuwa kamera ya mbele unakuta mtu anajimama anajifuka kitambaa ndio asijulikane, na pasta wao anakujaga wapi? Hapa, kwa sababu that is a demonic agent. Wewe ni agent wa kishetani. Where you are not seeking God, you have a different ulterior motive, a motive that is not good, that cannot take you anywhere, and that is the reason your destinies are bad. Your destiny are not moving. Your destinies are not working for you. That is where umekosa kazi, that is where umekosa ndoa, that is where umekosa biashara, that is where umekosa kila kitu umekosa, because you are not sincere to yourself. The moment you become sincere, that's the moment now you become understanding the principles of God. God cannot bless you. God cannot give you any blessing to a hypocrite. God does not deal in two dimensions. Kama ni light ni light, na kama ni dark ni dark. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa umedanganyana. Umesema umeenda kuona mama hospitali. Hapa ni hospitali. Hapa ni Kenyatta. Mungu anaangalia. Hata unafikiria huyo Mungu ni mjinga kama wewe, ati atakubarikia hapa. You can't get it. That is why you're moving from one church to another church. You're moving from one pastor to another pastor. Na imeshindikana yote, sasa unaenda kwa waganga. Na unaenda kwa waganga na Sunday wewe ndio utaenda kiiba. Hallelujah. La 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 la. Hallelujah. Sunday na Made, last Made ulikuwa kwa mganga. Kama ukiwa uchi umeambiwa utoe nguo, maana wagwana wamesema wanataka kuangalia nyota ambazo ziko kwa mwili yako. Halo. Na mko mnaitaka na mnaitishwa pesa, mnaambiwa 1300 mnatoa hapa, tumwambie toeni 1000. Nasema hiyo pastor ni pastor anapenda pesa sana. Kwani waganga wanawaitishaga pesa, hawapendi pesa? Huko hawaulizaji? Huko hata wasemage ati huyu ati mapasta wa siku hizi wamependa pesa. Waganga wa siku hizi wanapenda nyama ama pesa? Mnawapelekeaga nini ugali? Si mnawapelekeaga pesa? Na saade huko kwa kanisani mkienda biguni. Bwana Yesu asifiwe sana. This is why destiny will not work on your side, because you are double-edged sword. You are dark, you are light. You are dark, you are light. God does not work with such people. God does not work with such moves of people. People are hypocrites. People are dangerous. People are doing evil in the church, but they don't even worry, because wataenda kwa mganga na mganga atawapatia gedito. Kuna watu hapa wameshonelea kwa suruali gedito. Kamuti, kamukidoli, kameshonolewa hapa kwa suruali. Ati nikabaraka. Kuna mtu mwingine kwa kibeti hapa, nikiangalia vibeti zenu. Kuko na vitu hapo vingi vimewekwa hapo ndani. Na ni vitu vya wachawi na waganga. You worship them. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is why destiny cannot work for you. Nothing can open your doors. Be straight. Kama ni kwa shetani, kaa kwa shetani 100%. Kama ni kwa Mungu, kaa kwa Mungu 100%. And you'll see both sides blesses. Wale wanaabudu kwa shetani wanaenda kwa Freemason, wanapatiana mama zao. Na unaona amenunua maporado, amenunua mashamba, kampuni yake kubwa imekaa, alafu akikaa kidogo because ni wa huko, anaambiwa tupatie mtoto. Na kikaa kidogo because ni wa huko, anaambiwa tupatie. Huko anaendelea kusacrifice. Na sisi kwa Mungu, na sisi hivyo ndivyo tunafanya. Tunaendelea kukaa kwa Mungu na Mungu anaendelea kutubariki. Na tunaendelea kubarikiwa, ndivyo tunaendelea kukaa kwenye sheria za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Now that is the only way we can be able to win this battle. That is the only way we can be able to win a destiny battle. A destiny battle, it is not haigawanyishagu hivi. It is one direction. If you are to get back your destiny. If you are to get back whatever you want, you will not get from one pastor and another pastor. You will get from one God. Bwana Yesu asifiwe sana. Connect and plug yourself to God. Connect yourself with God, and God will give you whatever you need. He will allocate you. Atakufix kwenye destiny yako. Atakufix na watu wale ambao watakusaidia kwenye destiny. Atakupeleka ile nchi destiny yako iko. Atakupeleka ile territory ile destiny yako iko. He will take you where you are supposed to be. And at the moment you are supposed to be. Unajikuta huko. Unapeleka, unaona kuna vitu vinakupeleka huko. Because these things are prepared. These things are organized. When God created you, He created you with a purpose and a reason. Bwana Yesu asifiwe sana. Give me the next verse as I finish. So, once you are tufanye hiyo 12 kwanza. Once you are through with through with the rulers, authorities and the powers, then you have won the battle.
You have to win against the rulers, the powers and the authorities. The authorities ndizo nimekuexplainia, that which deviates you from the plan of God, that which removes you from the ascendancy to the power of God. If you fight those, akina Mutemi, they will never touch you. They will never even monitor you. You will never be worried about the, hata watalete uchafu zao, watamwaga meno ya ng'ombe, watamwaga manyoya ya kitu, watamwaga kwa murago yako, lakini utaruka tu na unaenda, maana ni maji. Already the authorities wameshindwa. Already you have won the battle. Already you have conquered things in the spiritual realm. You need to conquer things in the spiritual realm. And the moment you conquer things in the spiritual realm, then nothing, nobody can be able to trump over you. Nobody can be able to joke around with you. Anything you want, ukifinya tu button hivi. Mimi nimekonka. Mimi nikifinya button hivi, chochote nataka kufanya kesho kitafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Chochote nataka kuenda mahali popote, mimi najua ile crowd ninaenda kukuta. Already it is here. Nishaifunga macho yangu, nikaiitisha na inakuja, because hakuna principality, hakuna authority, hakuna powers, hakuna dominion ambazo zinaweza kunizuia. Maana ni ile kitu nitaitisha in the spirit, it must manifest here. Nikiitisha gari nitakuja hapa. Nikiitisha pesa zitakuja hapa. Nikiitisha chochote, because nimeruka. Why? Because I made my ways with God. Nilirealize baada ya hawa wamama ambao walikuwa wamenizingira, zile dawali zao zote nililipa. Hallelujah. I paid. Nililipa. Nilifanya mahesabu, nilikaa mwezi 3 nikifanya mahesabu, nikakumbuka, nikaambia Mungu kule sikubuki nikumbushe. Mungu naye akanikumbusha, akaniambia mama fulani alitoa hii, alitoa hii, alitoa hii. Mama fulani alikupeleka Naivasha mkaenda mkakula kamochere. Mama fulani alifanya hii. Mama fulani ndiye alileta hiyo pulpit kwa kanisa. Mama fulani alinunua, baba fulani alifanya, baba fulani alifanya, baba fulani. Nikafanya quantification, nika quantify the entire ile kitu wote walitoa. Maana niliambia Mungu, nionyeshe hawa wamenifunga, nionyeshe hawa wamenitolea dhabihu, nionyeshe hawa wamenioa. Maana nilikuwa nimeolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. I had been, dawari kulipwa ni kuolewa. Whatever you did, na huyo mtu ambaye alikufanyia, alitoa chochote ambacho alitoa ni kukuoa, alikuoa, na alikuoa against your destiny. So you are bought, you are removed. Wakati ulinunuliwa, ulitolewa from A ukapelekwa B, ndio destiny yako ikawachwa A ukakuja B. Sasa wao wakarudi A, wakachukua destiny, because haina mtu, ndio unaona mtu anatembelea. Ushaifika mahali ulikuwa unataka kununua jacket ya blue, alafu hiyo jacket venye ulifikiria unakuta mtu mwingine ameinunua. It is yours. Ilikuwa yako. According to your destiny ni yako. Lakini sasa wale ambao waliiba destiny yako ndio hao wameivaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao waliiba, unaona kuna kijamaa unakitamaniaga kizuri, unakikuta kina msichana mwingine ambaye unamjua, na unafikia the way ile approach, ukiuliza msichana approach ile ali approach huyu, ndio approach ulikuwa unataka ku approach, because your mind is working but your destiny has been stolen. Sasa wewe ni kama umetobolewa hapa, ile wanananga watu wakiiba mafuta kwa pipe ya maji, kwa pipe ya mastima, inatolewa kwa upande. Sasa wewe unatolewa kwa upande, hizo vitu zinaenda, wewe kwa brain na wake, lakini unakuta hauna hiyo kitu, kimeenda, kinakuponyoka tu kwa mkono. Kuna biashara ulikuwa unataka inakuponyoka tu kwa mkono. Kuna mtu, kuna kitu ulikuwa unataka kufanya, kuna safari ya kwenda Amerika ulikuwa unataka kufanya, inakuponyoka tu kwa mkono. Kitu kinakuponyoka tu. Ukiona vitu vinakuponyoka, ni destiny ilishughulikiwa. Na ulinunuliwa. Hapo ndio nimekaa hapa miaka 2 nikisiraidi hapa. Miaka 2 nikisiraidi hapa. Because si wale ambao niko na wao, lakini wale ambao walichukua destiny yangu ndio walikuja hapa, ndio walinunua. Sasa nikienda kutoka, wanaendaka kwa Mungu, wanamwambia shetani, anasema huyu mtu ni wetu. Yes, Mungu anauliza una nini? Unakusema, akamwambia hapana, angalia. Huyo mama ni wangu, huyo mama ni wangu, angalia huyu mama ile kitu. Unaona hiyo kitu anahubiria microphone anashika, ni mama fulani. Na hiyo sasa ndi dawali. Mimi sikujua, mimi niliona ni baraka. Niliona ni mtu ameleta kitu hapa ya kusaidia kanisa. Kumbe ilikuwa nimewekwa doa. Hiyo ni pete nilivalishwa. Hii kitu nakuta ni pete nilivalishwa. Ile carpet inawekwa hapa nakuta ni pete nilivalishwa. Hiyo kitu imekalia nakuta ni pete nilivalishwa. So I cannot have an authority. Siwezi kukuwa na power, siwezi kuwa na say in the spiritual kingdom. Ndio uliona Ayubu wakati shetani alienda kumjaribu, Mungu alimwambia huyu mtu anakuabudu kwa sababu ya ile vitu umempatia. Umeona sasa the dowry, ile vitu umempatia ndio maana. Naye Mungu akamwambia hapana, huyu mtu roho yake iko na mimi, usigusa zote, lakini usiguse roho yake. Aligusa, hakuna kitu alimfanya, alipata mtu ni intact, maana hakuoleka.
Mimi nilioleka, for example, mimi hapa nilioleka. Kwa sababu nilikuja nikaona mama ni mzuri huyu, ana sura mzuri, anapendeza, anaongea mzuri, nikamweka kwa position. Wakati nilimweka kwa position, nimeshaoleka. Kwa sababu nimemweka sasa, kaa hapa, uniangalie, unibomoe vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio wakati tulianza hiyo vita, tukasema sasa tuanze vita ya kupigana na wachawi, vita ya kupigana na malesbian, vita ya kupigana na hawa. Wote walitoroka, wengine walikuwa wanakaa kukado ile ya barabara ile pande ile nyingine, wanatumana vitu zao zile. Ate tadehera ke kaboke hau. Tadehera kirato gyakwa ke, niletea kiatu yangu iko hapo. Hawezi, na ndiye alikuwa na coordinate kila kitu hapa. Ndiye alikuwa mbosi hapa, lakini ako huko anapigia simu kade ya barabara. Maana ile moto tulihakisha hapa, hawezi ingia hapa, anachomeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Akishia mwili yako moto. Ambia Roho Mtakatifu, mwili chomeka sasa. Chochote ambacho si cha Mungu kichomeke. Wale wote walikuwa na kufuata watasimamia bali. Hawezi kukubalia. Hawezi kuja karibu because you have set fire. You have raised your standard. Ndio uliona wanaitishia vitu huko. Sasa walikuwa wameungana kikundi kikubwa, wakaenda maombi kufuga. Jakarada isifanyike. Jakarada. Walienda kwa ground, mimi nikapitia kwa hewa. Hallelujah. And that is how you win battles. Battles are not just won just like that. Battles are won by being specific, by being strategic, and by being planned. And understanding, mimi kwanza nilienda kwa maombi sana. Nikataka kujua how much dowry nimetolewa. Mimi kama mchungaji wa hii nyumba. Nikaangalia nikaona the dowry ambayo imetolewa ilikuwa over 1 million. Hivyo vimama vinananga vinakusukuka hapa vikisema sisi ndio waasilishi. Walianzisha na msingi wa kulibai. Sasa hata nikiongea hapa, mimi ni mtumwa wa hao. Mimi si mtumwa wa Mungu. I have no connection with God. So I can preach, I preach. Lakini sina relationship na Mungu. Niko na relationship na nani? Walioninunua. Sasa jiulize, ni nani amekununua? Hebu jipige hesabu, jiangalie. Umenunuliwa na nani? Na umenunuliwa na watu wangapi? Na umetolewa dawari ngapi? Sasa kutoka hapo, uvuje hizo dawari zote. Ukivuja hizo zote, ndio utakuja Mungu naye atasema welcome back. Na Mungu ataanza kukutendea maneno. Hata unashangaa unashindwa. Hizi vitu na ndivyo nimestruggle, boda zimeanza kukuja. Why? Because there is no attachment. Bibi ya mtu ni bibi ya mtu. Bwana Yesu asiwe sana. Ashanunuliwa. Na Mungu hawezi kukuja kwa sababu umenunuliwa. Hawezi kukuja kukusaidia. Already you are bought. Na ulipatia na consent. Hallelujah. Bwana Yesu asiwe sana. Sisi kama mnanielewa, lakini ushatolewa consent. Once a consent has been removed, that's the end of you. You need to go and revoke the consent. Wewe mwenyewe. You revoke the consent. The moment you revoke the consent, you get back your destiny. Those are the battles of the destiny. And not unless you understand how to get deeper into them, you are just wasting your time. Hata uende kanisa gani, hata uhame hapa, uende kanisa ingine, kuna roho, mnaopewa mpaka mnaaguka. You are going to do nothing. Utawaona tena hapa tu. Wataona tena wakikuja hapa, watasema sisi ndio tulianzisha hii kanisa. Wakikuja kama bado hauja connect, watakuagusha. Baada wako na kakitu, wanaweza kuhang on. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame kwa miguu yetu. Inua mikono yako juu nikuombee. Mungu akusaidie kujua dawari yako ile umenunuliwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Because that is the most important. Inaweza kuwa ni mama yako alikutolea, baba yako alikutolea. Inaweza kuwa ni madugu zako kama Josefu aliuzwa na madugu. Inaweza kuwa ni watu wa kazi ile mnafanya kazi, inaweza kuwa ni pastor fulani, inaweza kuwa ni katika mahali fulani ambao ulifanywa hizo mavitu zote. Where the dowry? I want speaking about the dowry ambayo umetolewa. Ile pesa ama ile mali imetolewa kwa sababu yako. Ile imenunua destiny yako. Hiyo ndio nataka Mungu akupatie ufunuo. Ndio uende utafute sacrifice. Ama utafute Mungu akufunulie utatoa nini, utafanya nini kwenye madhabahu. Ndio hiyo sacrifice ikuje. Hiyo kaguo kako ni kasuri sana. Sema asante. Lakini ni kashetani. Kana ushetani mwingi sana. Hiyo ni nyoka. Lakini it's a very nice clothes. Na uliipenda, na unaipenda. Sasa unaona? It is because of the dowry. It's because of what? The dowry. Sasa wanakutumia vitu zozote because wewe ni wao. Na hujui ni wapi ulifanyia hiyo dowry. Inaweza kuwa ilifanywa na bwana yako, inaweza kuwa ilifanywa na mama yako, inaweza kuwa ilifanywa na anko yako, inaweza kuwa ilifanyikia bali hata hauhusiki, lakini kwa sababu umenunuliwa. Wakikuja kama sasa kampuni ya nini?
tuseme kampuni ambayo is an international company kama USAID. If a USAID tuseme sio USAID, tuseme mtu kama wa Rotary Club, wale watu wa Rotary Club. Ukienda South Africa, unaendaga unauliza where is the Rotary Club in South Africa. Ukienda huko akikuonyesha, ukipatana na wao, wanakureceive kama brother because you're a brother the other side. And you start getting the benefits immediately. Mtu wa golf club, wa Muthaiga Golf Club, akienda golf club ya Nakuru, ni kadi tu anatoaga. Akienda Eldoret, ni kadi tu anatoaga. Akienda Nyeri, ni kadi tu because he's a member. Bwana Yesu asifiwe sana. So hawa watu wanakuroketi mahali pa, hata akienda Hong Kong, kama golf club ya Nairobi iko related na Hong Kong, ni kadi ya Kenya tu atatoa. Huko Hong Kong wanamreceive na wanaendelea kucheza vizuri because huyu mtu amejilipia, amegaramikia huko. So vitu zao mahali popote ziko zinakupata. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what we need to understand. Hizi manguo, hizi makucha tunaweka, hizi manywele zina nini, ni za ufalme. Kunazo za ufalme wa baharini. Kuna magari zimetengenezewa baharini. Kuna maguo zimetengenezewa baharini. Kuna manywele zimetengenezewa baharini. But we don't know. Wewe utakundana na kaguo kasuri, wewe unakutana na kaguo kasuri na unafurahia kukuwa na guo zuri. Lakini kumbe guo inakuconnect kule baharini. Ni ndio unaanga unaota ukizama ndani ya maji, unaota ukifuatwa na manyoka, unaota ukikuliwa na omena. Imagine ukikuliwa na omena, unaota omena komelia. Because you are connected huko. Now you don't know. Haujui. Hiyo ni kumbe ni nywele. Hiyo nywele. Mnaitaka human what? Human hair. Kumbe ni human hair. Wewe ulitumia pesa yako kanwa, but you are connected. Uende kwa hiyo duka ndio wakushika. Why? Because kuna kitu. Wakati Timothy alikuwa anaambiwa mambo ya baraka, aliambiwa mama shosho yako. Shosho ya Timothy alikuwa anaitwa nani? Lois. Alikuwa na imani kama hii. Hata mama yako alikuwa na imani kama hii. Hata wewe uko na imani kama hii. Because there is a connectivity. Kuna kitu kimefuata Timothy. Kuna roho ya kuwa na imani iko ndani ya Timothy. Imetokana sio yeye, imetokana na shosho. Kwa hivyo shosho ndiye alilipa gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Shosho ndiye alilipa gharama. Na hiyo gharama ilipolipika ilikuja na sasa ndio inatembelea kwa familia. Kuna watu wamelipiwa gharama na shosho. Kuna watu wamelipiwa gharama na guka ya uzuri. Na bado kuna watu wamelipiwa gharama na guka ya ubaya. Unakutanga mtu ni mchawi tu kwa sababu guka alikuwa mchawi. Mtu anapenda vita tu hapa kwa sababu shosho alipenda vita. Kaza ukiuliza Bidhe, shosho yao alikuwa anapenda vita sana. Ndio unaonanga Bidhe anapenda vita. Maana kuna gharama ililipo ya vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna gharama ililipo ya vita. Na si yeye, Bidhe hakuwa na shida. Mimi nimejaribu kuomba kutafuta shida ya Bidhe. Hakuna hata kamoja. Lakini nilipo search sasa kuenda huko nyuma, nilipata shosho yao. Ndio alikuwa mchawi. Si ni kweli? Na si shosho huyo mwingine. Na kirani huko kwao mpaka chapa yao inakuwa mpaka na manyoka. Usidao. Ni mtu anajaribu kujitoa, lakini madhabahu ya kwao inamuuliza unaenda wapi? Unaenda wapi? Ulisikia wapi? Huko kunatokago. Sasa atabidi alipe gharama ajitoe kwao ndio akue huru, ndio waachane na yeye. Utabidi utoe gharama ndio umaskini kuache. Maana kwenu kuna shika ndio kunazuia pesa. Ndio unaona unashika pesa ukienda kufika kiwango fulani, kwenu kuna kuuliza nani alisema hapa kuna mtu anafaa kushika shilingi 1,100. Unabomolewa. Unarudi zero. Ukirudi zero unakuta sasa uko sawa, unakula kaugali kako vizuri, unakula tunyama kanyama kashiriki tano, hata ule mtu wa butchery anakujua. Akikuona tu kitoka pale, anajua pati ile ya nyama unakataka ya shilingi 50. Anajua at by the time ufike anakuambia mama ndio hii ile nyama unapenda. Ni ile anudu ndio hii, because you are connected to poverty. You are connected to limits. You are connected to stagnations. And the reason you must be able to conquer that, it is you conquer the limitation that is in you. And this limitation that is in you was created purposely to delay your destiny, to make sure that you don't get into your destiny. Because the moment you get into your destiny, those delays ambazo zilikuwa zimewekwa, hizo kuta zote zinavunjika, because the destiny has been defeated. The delays have been defeated, and you have ushered yourself into the destiny. The destiny is untouchable. The moment you get into your destiny, nobody will touch you. Nobody will be able to fight you until now you get to the next level of your destiny, another level. That is where you find the enemies of that other level, they will touch you. But for this one, they will not be able to touch you. Kama sasa mahali tuko, tunaenda na kiomboki. Hawezi kutugusa tena. Hawa majagiri, tuliondoa, dawa lilianguka. Sasa I'm free. Yeah, dawa lilianguka. Nimelipa gharama yao. Sasa miko free. Sasa I can get into the next level of my life.
Bwana Yesu asifiwe sana. Inua mikono yako nikuombee. Baba, nakushukuru, nasema ni asante kwa upendo wako ajabu. Asante kwa kuwa mwema katika maisha yetu. Asante kwa mwema katika njia zetu zote. Nimeona mkono wako. Nilikuona Jakaranda, nimekuona tena hapa. Jumapili nilikuona, wiki hiyo nzima na mwezi mzima tumekuwa tukikuona. Maana ulitutayarishia kuingia kwenye destiny. Pia watoto hawa maana walinisaidia, tulitembea na wao. Na kuomba Baba, vile milango yangu ilivyofunguka ya destiny pia na yao ikafunguke. Vile njia zangu zote zilifunguka na pia njia zao zikafunguke. Na vile uliweza kunionyesha ni nani na nani waliokuwa wamenifunga, pia na hawa Baba kawaonyeshe ni nani ambao wamenunua hawa, wametoa dawari za hawa. Wasaidie kutoka leo. Mikono yao ikafunguke, miguu yao ikafunguke, nyoyo zao zifunguke, vinywa vyao vifunguke, macho yao yafunguke, masikio yao yafunguke. Waweze kuona mambo ya kiajabu ambao yamefichika. Kama vile ulivyotuambia kwenye kitabu cha Isaiah 45 ya kwamba ulimshika Cyrus katika mkono wake wa kulia, pia washike hawa watoto kwenye mkono wako wa kulia. Waelekeze katika kuvunja milango, kuvunja gates, kuvunja barriers, kuvunja kila kitu ambacho kiliweza kuwazuia, ama chochote ambacho kiliinuliwa katika misingi yao, katika njia zao, chochote kilichopandwa kutofanikisha njia zao. Baba, nakuomba tu wasaidie, wafanikishe. In Jesus mighty name we pray. Leteni sadaka zenu hapa. Tutakuwa na ibada ya kupaka mafuta jioni saa 10 kwenda juu. Kwa hivyo kama utapata muda kuja tuweze kuomba pamoja. Saa hizi muda umeenda sana na watu wako kwa ofisini. Yes. Tuendelee kuomba tupate kiwanja chetu tuweze kujenga nyumba yetu ambayo haitakuwa na limitations. Bethel Clouds TV, empowering lives.